ukiona chaki. Elimu bila dawati, elimu popote uipati, hata usome darasa la wapi. Msomi, dia msomi, nataka ufahamu, utazisikia ndoa mke yupo Telegram. Kufaulu shule dia so kufaulu maisha chonde chonde, huku mtani hakuna mitihani ya semester. Mafanikio na elimu havihusiani, unajikuta dalali na ulisomea urubani, na nyumbani uwezi kaa so kimbweta, huku hakunaga bumbi la kazi upati pesa. Usiku tunalala wenzako hatuna prepo, fuvu lipumue ili lijiandae na kesho, na iko wazi soma siara sikufichi, mapambano anaanza morning, sisi hatuna morning speech. Kuna maisha baada chuo sijui mnajua, wasomi wengi wako bencho na subua hisabati. CCTV hapo inabidi inanilia ila position kwamba yani inakuaje yani mbona yani position ya kamera tujue tunaikaje ili ambapo tunaweza kuna kuchukua. Bwana mambo vipi? Vipi wakubwa? Fresh nyaje Au sio? Bomba au sio? Kazi inaendeleaje? Usimekaribia kuisha hapo kazi. Wewe yani umefika tu hapo na kuulizia kazi inakaribia kuisha. Yaani umechelewa afu unaulizia kazi inakaribia kuisha. Umemwajiri nani akufanyie kazi? Kimya kitu gani wewe bwana kidole bwana wewe? Mimi nimefika hapo na ni mind sana, unani mind sana. Wewe unani mind sana. Unani mind sana. Unasikia mzee anatumia huyu ananimeka. Huyu hapa ni kutuma maombi nikakataa wewe. Sio kunitaka wewe, sio kunitaka. Sinijue, unasikia wewe? Sinijue. Yaani unajua huyu ameshazoea kila siku anachelewa afu anakuja anaulizia kazi inaendeleaje. Sikilize kwanza. Kazi inakaribia kuisha nani afanyia kazi? Kuchelewa kitu gani? Kwani kila siku unawahi? Kila siku unawahi? Wewe kwa hiyo unatetea? Hapana, sio unatetea ujinga. Ile ni kama dharura. Wewe sio bana. Dharura kila siku. Wa kamanda. Umeteki hiyo mali. Mambo. Hello mrembo. Hello. Yaani amefika tu hapa sisi anazingatia watu mademo anaenda. Ndio mama mimi nilisema yaani kila siku anachelewa. Mnaona nilikuwa namwambia hapa mnanimind. Mambo. Poa vipi? Safi mzima. Mimi niko poa siwe. Asante sana, jina lako nani dada? Naitwa Nai. Wow, so nice. Ni jina zuri sana eti. Nimekuona pale nilikuwa nafanya discussion kidogo pale, yani ukaonekana wa samani kuzidi ile discussion ya leo. Usamani gani unaozungumzia wewe? Kuanzia miguu mpaka nywele. Ndio kwa kawaida yangu kwani nionaje? Mara yako ya kwanza kuniona hapa chuo. Ndio maana nikapasuka moyo nikaamua nikukimbilie. Hizo sio shida zangu baba, una mazingira lakini. Tuliza mrembo kama wewe, kuna mtu atakaye kufuata bila hela Sijui maisha ya chuo si mimi najua. Yaani hakuna kunibrand hapa, yani wanachuo wote hakuna anayeweza kanifuata. Mimi sio shida zangu hizo. Mrembo tulia hapo, umetulizwa. Yaani mimi usinitawaze kabla najisaidia, yani unaelewa. Kwa hiyo hapa kila kitu utapata, unaelewa. Tulia, hapa panaitwa tulizo. Cha msingi hapa naomba niambie huko unaelekea unaenda una ratiba gani kule. Then mimi naweza nikaclear ratiba yako yote ya leo. Labda gharama za kukaa na wewe kwa siku yote ya leo, ufix zile ratiba zako zote. Niambie tu hayo yote mambo. Bwana kawaida tu mami. Hapa nimekuona na nimezamilia kukuchukua. Sawa? Sio tu kukuchukua niwe na wewe. Unaelewa vizuri? Sasa sikia. Hapa nimepoteza muda wako, naelewa. Sawa? Kwa hiyo huyo unaenda kukutana naye. Hapa nakupatia hapa kiasi kidogo, sikia. Hii hapa hela utafanya nauli kwenda kucrash ratiba zako kule unakoenda, sawa? Alafu then ukija mambo mengine atakaa poa. Hapa ndio tunaitwa kwa mapesa. Mapozi ya pesa. Yaani mbwembe zote hela yenyewe kumbe hii. Hauko serious. Kumbe shida hela. Hizo sio shida zangu. Ila kwa maneno yako yote unavyoongea sijui kijana mwenyewe hivyo kumbe hela zenyewe hauna. Sema mapozi ya pesa. Mapozi ya pesa ya wapi? Hauna chochote baba. Hapa tunajua nishamaliza hela yako ya kujazia gesi huko.
Namba ya simu. Kumbe sikukupa. Mimi sina kipengele, labda kipengele ulete wewe. Yani nimeenjoy sana. Yani nishaenjoy mno kabisa. Ndio. Yani nimekutana na wanaume sawa, ila sijaona mwanaume mwenye nguvu na roho nilizisha kama yani. Usijali, mimi huwa wananiita asali. Yani mpaka najuta kwa nini nilikuwa nachelewa kujua. Ngoja nikwambie, yani hapa sio tu kuenjoy, utapata pesa, utapata kila kitu. Unajua hazi yako, unatakiwa uwe mdada fulani hivyo maeneo, unajua? Kwa hiyo unatakiwa mtu wa viwanja nini. Masuala mengine yapo tu. Unaelewa? Nachoomba ni uzingatie, yani hapa mambo yote nitakupatia. Ukitaka hela, ukitaka nini, na nisahau kukuonyesha ile clean sheet yangu ipo hapo. Kweli baba. Kwa hiyo ile pale inategemea kuitimizia mambo yake hiyo ndani ya wiki moja tu. Zeni kuna hela itakuja, nitakuchukulia gari. Jamani wao nakupenda. Ndio. Ilichemba mwanangu. Mchezo unajua. Hapo na huyo mwingine anakamatwa na simu. Ila huyo dada, umemsikia huyo dada alikamatwa na simu? Mimi niliona ile vurumai alafu sikuelewa. Kwani ilikuwaje? Yaani muuliza wewe ulikuwa unakaa naye pale karibu alipokuwa anatetemeka. Yaani tukio nimeliona lakini sio kwa undani sana. Alikuwa amekaa kwenye kiti. Yaani kwanza tunaanza mtendo kama anawezeka fulani. Unajua hata lecture akikuona ile profession unatetemeka lazima afanye hapo. Anaonyesha ile tiba fulani ya kutetemeka fulani. Ndio kilichosababisha kamatwe. Lakini muda mwingine bwana anaonekana kama mshamba. Hata sasa tu jamani, mambo ya semina. Watu wengine wanazingua. Sikiliza. Angekuwa na udhuria semina nadhani angepata ujasiri. Unaweza kusema ni semina lakini kumbe mtu akujiandaa. Ili nisifeli. Niingie na simu. Amepoteza kila kitu sasa. Simu. Aishapoteza hapo ni kudisco. Yaani hapo. Of course lakini itakapokuwa. Wewe ni mshamba jinoni. Yaani kati ya watu wa shamba ni wewe. Wewe unakamatwaje na simu? Watu unaingia na simu na tukamatwe. Sasa mimi ningefanyaje? Ungefanyaje? Ndio uingie na simu. Sikia nikwambie, unatakiwa uwe makini, mitihani haiui, unatakiwa kuingia na simu. Hii mitihani ya chuo kikuu, simu ya nini? Jamani nini ushamba? Acha ushamba. Shamba tu. Safari mimi mfanye. Karibu. Marhaba, zamdau. Haya, dokta na shida, dokta, naomba usaidie. Samahani, naomba ukae kwanza hapo kwenye kiti. Dokta na shida, maisha yangu magumu, dokta, naomba unisaidie, dokta. Nilifanya makosa kuingia na simu, dokta, naomba unisaidie, dokta. Hebu sikia kwanza. Sikiliza, tulia kwanza, sawa? Umekuja
nilikuwa nafanya shughuli zangu nasitisha sasa ili nikusikilize. Sasa naomba uzungumze kwa utaratibu. Dokta, naomba unisaidie mimi. Maisha yangu magumu sana dokta. Mimi sijui nafanyaje dokta. Nimepitia watu dokta. Dokta, naomba unisaidie. Nilifanya makosa kuingia na simu dokta. Dokta, naomba unisaidie. Sikiliza. Dokta. Sikiliza kwanza. Kwani wewe ni mwaka ngapi? Dokta, mimi mwaka wa 3. Mwaka wa 3? Ndio. Kwa hiyo ni kwamba ilitokeaje mpaka ukaingia na simu kwenye chumba cha mtihani ili hali unajua kanuni na taratibu ambazo zinakuwa zinaongoza mitihani ya vyuo vikuu? Dokta, nilipitia tu. Nilijua sina simu, nilijikagua lakini kumbe nilikuwa ninayo. Nilikuwa na simu ndogo tu, kwa sikujua kama nilikuwa ipo kwenye mfuko dokta. Dokta, naomba unisaidie. Sawa. Hapana dokta. Sasa sikiliza. Mimi ninakusaidia, sawa? Kwa sababu na mimi na watoto na mimi ni mzazi vile vile. Nitakusaidia kwa jambo moja. Ni kwamba kila taasisi unayoiona hapa nchini ni kwamba inakuwa inaongozwa kutokana na kanuni na sheria na taratibu ambazo zinakuwepo. Sawa? Kwa hiyo ni kwamba kutokana na taratibu na sheria ambazo zinakuwa zinaongoza mitihani ya vyuo na vyuo vikuu ni kwamba hakuna mwanafunzi ambaye anaruhusiwa kuingia kwenye chumba cha mtihani akiwa na simu au kitu chochote ambacho kinaweza kikasababisha uibiaji katika chumba cha mtihani. Kwa hiyo ni kwamba cha kushauri ni jambo moja tu, mimi siwezi nikafanya chochote. Sawa? Kwa sababu hilo ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wangu. Na ikiwezekana tutasubiria mpaka management itakapokuja kutoa majibu na kutoa maamuzi, kwa sababu mimi ni coordinator tu wa kozi na siwezi nikafanya maamuzi kwa ajili ya hayo mambo. Kila mtu anakuwa na shughuli zake. Ndio hilo tu. Dokta, naomba unisaidie dokta, japo tu mimi na wewe dokta. Dokta, tumalizane tu. Dokta, unajua mimi ni mwanamke dokta. Nikusaidie nini? Sishakwambia, si ulikuwa unataka utaratibu, nimekwambia nimemaliza. Dokta, mimi ni mwanamke dokta, tumalizane tu dokta, japo tu nipate msaada, nisifukuzwe shule dokta. Kwa hiyo unahisi kuwa mwanamke ndio kigezo cha kufanya wewe uendelee kubaki chuoni ili hali unafanya mambo ambayo hayaeleweki, ambayo yapo nje ya utaratibu? Dokta, tumalizane tu mimi na wewe dokta. Dokta, si unajua dokta. Tumalizane kwa unataka kunipa rushwa, sio? Dokta, hapana dokta. Dokta, tumalizane tu mimi na wewe dokta. Dokta, si unajua mimi mwanamke lakini mbona si unajua. Tunamalizanaje? Wewe si ulikuwa unataka msaada, nimekwambia msaada wangu ndio huo, umeishia hapo. Dokta. Basi naomba utoke hapa uondoke. Dokta. Nasema toka. Toka uondoke hapa. Au mpaka nikuitie polisi nitaondoka. Yaani watu tuna shughuli za ofisi alafu na hebu toka hapa. Wewe nenda, ulishindwa mapema kabisa kuna nini? Wengine bwana, yaani mtu anakaa huko anashindwa kufanya mambo yake hapa anakuja kutusumbua hapa ofisi. Yaani si wanafunzi wengine wana shida gani? Mtu wahudhuria hata semina za mitihani, alafu anakuja kutusumbua watu tuna kazi zetu hapa. Yaani mambo mengine bwana. Sema tu ngoja tunani, tutaenda nao hivyo hivyo, sheria ndio itakuwa inachukua mkondo wake. Ingia. Karibu bana. Poa, karibu. Vipi lakini? Basi karibu hapa jisikie huko. Karibu, jiachie bwana Asante bana. Kwa kama vipi nikupe taulo nini au jiandae nini wewe fresh, unajua? Yaani wewe kuwa uhuru, subiri nikwambie, unasikia mimi. Nyingine maana hata Wadula. Vipi? Vipi mwanangu, mbona ueleweki, tupandishe? Wewe mwanangu huko chuoni, ingia mwanangu. Mwanangu nazingua tena. Nenda bwana, mimi kipengele leo najisikia vibaya mwanangu, siingii chuo. Poa mwanangu, ngoja mimi nipandishe, lakini Dula. Kumbuka mwanangu, mchumajanga mwanangu ula na wakwao, hilo usisahau mwanangu. Sasa vitendawili vyako bwana, ishia mwanangu bwana. Ngoja nimtimue bwana. Haina noma, utanipitishia notes basi, nakuja na skani nini nyama. Unazingua wewe mwanangu. Bwana, Sawa. Usijali. Yaani mimi hapa kwangu kama tulivyoongea zile issue zako kwamba maisha yako magumu, hauna boom nini. Yaani hapo sikonde, hapa mimi ni mzee wa kuwatuliza. Yaani mimi nawatuliza. Yaani maana yake nakutuliza, una hela, nakutuliza, una mawazo, nakutuliza for everything. So feel free. Jiachie. Sijali, mimi kama nimeshapajua nyumbani.
hata hivyo siko vizuri na mawazo. Yaani siko vizuri. Mawazo sio shida, mimi naomba na kutuliza. Yaani unaelewa maana kutuliza? Na kutuliza, umeelewa? Kwa hiyo wewe jiachie basi. Mbona unakuwa kama vile mtoto wa darasa la pili tena, sijui form 1 form ngapi? Uko chuo bwana. Nimekuja tu ili unisaidie kama nilivyokuelekeza. Ulisema shilingi ngapi hivi? Na feli 200,000. 200,000 kwenye kuongezea ada bali. Sasa haina shida, mimi 200,000 nitakutumia kwenye simu. Haina shida. Dada mwingine yani wewe kama vile hana akili. Sasa unakuja kwenye chumba cha mvulana, yani unakuja kufanyaje? Eti nimekuja unisaidie na 200,000. Fuck. Sasa sikia, yani wewe hapa haipati? Nimeacha kwenda chuo nini, msela kanipitia. Nimeshafukuza chuo. Tafanyaje sasa? Na nyumbani nimeambiwa chuo ndio kila kitu. Analia jamani. My dear, usilie, pole. Usio unalia basi. Pole, utalia hivyo utapata tu magonjwa, macho upate pressure rafiki yangu. Pole, kufeli sio kufeli maisha. Kumbuka kuna kazi nyingine. Tofauti na nini na elimu. Fanya rudi nyumbani saa hizi. Yaani unaweza kupata chochote, kazi yoyote ile ikakuingizia pesa. Pole. Sasa basi. Pole. Unaweza kaenda tu nyumbani, waambie wazazi basi tu kwamba imetokea hivyo tu bahati mbaya. Maana sio kwamba wewe ulipanga, imetokea tu. Hapana, mimi siwezi kurudi nyumbani. Yaani siwezi. Sasa utafanya nini rafiki yangu? Bado nibaki huko. Ni vyema ukaambia wazazi. Nikatafute kazi. Hapana, nyumbani siwezi kuambia. Maana niliambiwa sana nikazane nisome nisifanye ujinga. Pole. Kwa nini jamani? Pole, lakini usio unalia basi. Usio unalia, yani hapa sasa ni kutafuta solution ambayo utaifanya baada ya hichi. Ndio kimeshatokea. Huwezi kubadilisha matukio. Ndio kitu kimeshatokea. Yani sasa ni kuangalia hatua ya pili unafanya nini rafiki yangu. Ndio kweli na. Kama umesema hivyo unaenda kutafuta kazi, kufanya kitu ili uendelee na maisha mengine. Sasa utakaa hapa rafiki yangu unalia. Kila mtu anajua kabisa wewe unaanza kunyoshewa vidole. Bora uende tu hivyo ukaangalia mazingira mengine namna gani utajikomboa. Ila mimi nakushauri uambie wazazi. Yaani hilo ndo uambie. Natakiwa uambie wazazi. Ukisema ukae tu hivi kimya, yanaweza kupata matatizo zaidi ya haya. Ukapata shida upo chuoni, chuo kikutambui, uko mtaani kwenye ndo hivyo. Mambo mengi saa hizi. Nyumbani jamani, mimi naogopa. Jamani bana, usio unalia, twende basi tukusindikize nyumbani kule, uende nyumbani bana. Usio unakaa hapa unalia. Nisaidie hicho kidude chote nishikie. Twende moyo, usio unalia. Baby, yani kiukweli nikwambie tu, wewe kwangu ni kama maji. Nisipokuoga nitakunywa. Nisipokunywa nitaoshea vyombo, nitapikia chakula. Yani maana yake thamani yako kwangu haikwepeki kabisa. Yani wewe kwangu uko peke yako. Yani wakitana yani hapo kuna kitu chako wewe mwenyewe. Baby, huyu ni nani? Nakuuliza wewe ni nani? Nikuulize wewe nani nani yako? Sikiliza, wewe kipindi unanibania, usijifanye kulia. Kipindi unanibania wewe uko unachukuaje? Wewe uko unanibania, umekuja hadi ghetto lakini ukanibania namna gani, maelekezo vipi ukazingua? Kwa maana huyo ndo mke wako. Kwa sababu alikuwa anakubania ukaamua pale na mimi. Ninakulilia nikakwambia nina shida, nitaiwa ada unisaidie, leo unanilipa haya. Kwa sababu unisaidie ujanisaidia, leo unanilipa haya kweli. Nitumia kwa sababu nilikuwa na shida. Yule mtu wako alikuwa sababu akukupa yeye ndio kwa unitumia mimi. Lakini haina shida, ni hapa tutalipana. Na naondoka usinitafute tena. Mwili wangu lostili kwa nguo, binadamu akavua kwa maneno. Niliamini elimu funguo,
mtaani nkaukosa mlango. Kwenye mapenzi sina kachaguo, mana moyo shaweka ngambo. Maisha safari sio na kituo, taikwepa ajali ila sio kifo. Nikikosea usini Bani sikia, njoka ya. Njoka. Kaa. Sasa sikia bana, tuliza. Yule mimi simpendi. Yule mimi simpendi. Yaani yule sina time naye kabisa. Yule mimi simpendi. Sasa sikia. Wewe hapa ndo wife material. Yaani hapa jione kama kwako. Unaelewa vipi? Wewe ndo wife material. Wewe acha atakulia. Silia. Hata kulia. Wewe utakiwa kulia, wewe tulia. Silie. Ukilia unamkosea Mungu. Ukilia unamkosea. Najua nimekosea, ukilia unamkosea Mungu. Sisi unajua si wanaume mastreka. Mamidi Frida sisi wanaume, kwa usilie. Wewe chukulia tu kawaida, afu sisi mambo mengine yaendelee. Kawaida. Kwa nani atakulipia ada sasa? Nani atakusaidia? Mambo mengine mimi si ndo nitabeba. Yaani hili la leo lizime. Lakini ukitaka kunifanyia hivi ndo nikukuta na mwanamke kitandani kweli. Nilitingwa tu. Ni vile tu nilikosa pa kupiga mashuti, basi nikaa nimejilegeza pale namna gani nikapiga mashuti mawili matatu, ile usikonde. Mimi nakuomba tu tulia. Wewe wala hata usilie. Usilie, tulia sawa. Hapa kila kitu mambo yote yataisha. Silie, jamani. Mbona siku hizi upokee simu zangu? Vipi, kuna shida gani lakini? Alafu kaka naomba niache. Shukuru hata ulipata siku moja. Yaani na usirudie tena kunitafuta, sio unaelewa? Asa Nai, haya yanatokea wapi? Mbona siku ile tulikubaliana vizuri tu? Na mimi nilikubali kubadilika, kuacha bangi, kuacha pombe. Kila kitu nilikubali kubadilika kwa ajili yako. Na uliniahidi utakuwa na mimi milele. Leo inakuwaje unanifanyia hivi? Kosa langu nini sasa? Acha ujinga na usinipotezee muda. Kwanza angalieni yazi yangu. Asa jamani, masuala ya hazi leo yanatokea wapi? Mbona nini dafuta watu yazi yako, acha ushamba. Halo Nai. Sasa inakuaje tena? Nakuaje wanawake? Wote tulikubaliana safi tu na kuja hapa geto hapa. Nilikubali kufanya kila kitu, nilikubali kubadilika. Alisema mapenzi so pesa ni nani? Aje hapa niongee naye. Mapenzi bila pesa haiwezekani. Wala asitudanganye aise. Aliyesema hivi kanipoza jamani. Mi mwezenu nimeachwa mie, lakini si unakumbuka na kujua nyumbani. Wewe ex hebu nihurumie. Oya washikaji mwezenu niko single kwa sasa, yule shemeji yenu kalivunja penzi kaniacha. Nimeachika Vipi babu? Mbona kinyonge mzee baba? Amepoa sana. Kwa hiyo, yote kwanza tuwashe mzinga hapo. Kipo. Tuchokoze mzinga kwanza. Mwingine ana mawazo. Ana mawazo huyo. Sikia. Hebu zuia upepo. Wewe upepo babu, upepo. Mnasikia wanda? Upepo babu. Sikia. Hebu tuachane kwanza na hichi. Alete. Wewe mzee, mzigo waki umeutoa wapi leo? Sikia wewe, tulizeni kwanza. Sasa tunatakiwa tufanye ili swala liongeleke mpaka tukamue mzinga. Yaani ili swala liongeleke vitu kamue mzinga kwanza. Wewe una mawazo mjomba. Kuna jambo la msingi brother.
Kuna jambo la muone ujue. Mjomba, mzigo leo umeutoa wapi? Sikia, wanangu. Kuna mchongo wa hela hapa. Pagilie mzaka. Kuna mchongo wa hela. Mchongo wa hela. Tutakiwa baadaye tuingie kazini. Kazi zetu, si unaelewa? Uhakika. Unaelewa? Uhakika. Sasa ule mchoro wetu tulivyoupanga, kuna mtu mmoja. Chora lamani mjomba, wanaume tunatembea na lamani, chora lamani. Chora lamani mjomba. Sikia, kuna mtu mmoja amfanyeje? Amekosekana. Mzigo upo ng'ambo hapa. Siku saa ngapi? Mazingira gani babu? Sikia wewe, tumalize kwanza hilo jambo. Mazingira kila kitu mimi nimeandaa, sawa? Kuna mtu mmoja amekosekana. Huyo mtu wa kuangalia tu, sisi wenyewe tunaenda kumaliza kazi. Sawa? Maninja hapo. Takia tukawa wanne sasa. Maninja hapo wengi. Sasa tunampataje huyo jamaa? Naye ninja mmoja hivi, unajua yule jamaa yule. Dogo Dula yule. Dogo Dula. Ni mwanafunzi mwenzenu ha? Yuko vizuri? Jana ni janja sana. Yuko vizuri? Janja sana. Pigie simu. Pigie simu aje. Takia tukapige ile kazi. Mpaka kufikia saa 8 saa 9. Oya wewe. Tunaacha maiti pale. Sawa? Kwa Dula wewe. Una hakika? Wapi mjomba? Wewe kuna mchongo hapa kibunda fulani mazingira hivi. Sasa mjomba inabidi uchangamke. Amwambia afanye faster. Aje hapo kwenye hizi corridor za haoni hizi. Babu wewe changamsha miguu hiyo. Mwambie aje. Pale mazingira nilikuonesha juzi, nilipita juzi na wewe nikakuonesha hapa na chili na wauni hivi. Changamsha kwato hizo sasa mjomba. Haina noma. Baridi. Wewe babu. Vipi mbona kinyonge babu? Umechika hapa vipi? Hivyo kinyonge sana. Ile litaenda kweli mjomba? Unasikia wadau? Kuhusu dili litaenda. Ila kuna kitu ambacho wanangu hamkijui. Nyinyi si mnasoma babu, mwanaume au mnyonge babu. Ongea. Tulegea mjomba. Sikiliza sasa, sio kinyonge. Wanangu kuna kitu ambacho hamkijui. Dili au? Hapana. Mimi nilikuwa mwanafunzi pia. Acha basi. 2020 ndo nakuja hapa naanza ndio wa kusoma yani Ndio. Lakini nilifeli. Nikadisco kabisa. Nikaingia mtaani. Disco vumbi hapa? Nikashindwa kuendelea na masomo ya chuo. Wewe mbona mwanafunzi afu unaelewa? Wewe banki inakuchanganya au? Nimegusa mjomba. Sawa. Nikashindwa kuendelea na masomo. Ndio. Bangi, wizi, pombe, mademu hao ovyo. Ndio maisha yangu mpaka leo. Ila ile ndio msituko na wauni hapa. Lakini juzi hela zinapatikana mjomba. Juzi nimekutana na manzi. Chuma. Wewe, mlembo. Chuma kali. Niambie. Upoa? Mbona umevurugwa hivi? Nipo hivyo, kwani unanijua? Hapana, lakini wewe sura nzuri namna hiyo. Usinishike bana, usinishike. Unajua wewe vizuri sana. Sawa, nalijua hilo. Kama la kwanza kuambiwa kwamba siko na shida gani, kama unajibu vikato. Hakuna shida yoyote, wewe niambie, mimi na mambo yangu tu na wewe kwa sasa. Sasa nataka nikwambie. Niambie. Kuelewa. Umenielewa wapi? Wanaume ni mbwa. Tulia. Niachie bana. Wewe sikia. Hata babako mbwa. Naye ni mbwa. Naye si kuna watu huko waliwazalisha wale wafanyeje? Naye ni mbwa tu, mimi sitaki hao maswala. Sikia, mimi hapa unasikia? Kukupa maisha. Maisha gani? Maisha gani utakaonipa? Maisha gani utakaonipa? Mimi nakukubali. Sikia. Yaani unapoongea kabisa unanitia hasira, sijui unaelewa? Yaani wanaume kabisa ni mbwa. Ngoja. Ina maana umetendwa nini? Sijatendwa, ila tunajua hivyo, yani wanaume wote hamna lolote la kutuambia. Zaidi tu ni kutupotezea muda na kutufanyia masuala mengine ya kuna wanaume alafu kuna mimi hapa big. Na nionaje kwanza? Na kuonaje wapi? Hamna, ndio hivyo. Yani wanakuja, si utakuja na hilo utafanyaje, lakini mwisho wa siku utanitumia na utaondoka. Kwa mimi sasa hivi na masuala ya mahusiano sitaki. Nimegundua kumbe umetendwa wewe. Ina maana kuna jamaa amekutumia huko, sio? Hebu sema tu kweli. Sikia, mimi nitakupa maisha hata kama na maisha magumu kiasi hicho, siwezi kukuhudumia mtoto mzuri kama wewe. Sio, unaelewa? Yaani unasikia sio kwamba yani watu tumefeli shule, sio kwamba tumefeli maisha. Yaani maisha tunayo na tunaweza tukatafuta. Alafu kuna wakati tunaishi hivi ubachela hivi. Unajua kwa nini? Kwa sababu tuna watu wa kuwatuliza kama nyinyi. Unaona kwanza? Kwa hiyo unataka tufanyeje? Mimi nakukubali. Kwa hiyo. Kwani wewe kwako wapi hapa? Mimi nakaa hapo mbele tu. Mbele hata sio mbali. Sasa mambo yenyewe si ndio haya tume. Sikia. Rangi safi kabisa. Nikiwa na wewe unyama, wewe unasema? Basi sawa. Tunaenda kweli?
Tutaenda. Tunaelekea. Ila ndio hivyo tu usinidanganye kwa Mimi sababu kukudanganya alafu nasikia mimi nakutaka wewe. Alafu nakutaka wewe na maisha yako. Sio unaelewa? Sawa. Kwa hiyo wewe nimefanikisha leo? Acha masiala. Wewe ina maana hii jamani. Kwa tunatembea? Haina shida. Getu yani. Kwani wewe ni wapi unakwenda? Mimi hapa tu mbele hapa. Basi ngoja tuende kwanza hivyo alafu. Au sio? Au jamani. Mungu yupo. Juzi nimepata chuma. Pisi kali. Wewe. Pisi ama nini? Vipi tuelekeze sasa mjomba tunaifuata inakuwaje hiyo? Poa nipata pisi ile. Akusumbua muuni babu. Ifika hadi geto. Nikaifinya. Acha basi. Nilikubali kubadilika. Mimi ningeacha bangi kabisa kwa ajili ya yule demu. Ningeacha kila kitu. Acha bangi wewe. Kila kitu nilikuwa. Wewe acha bangi wewe. Sema nini unajua? Unajua kanile leo tuko hapa? Pisi kanikataa brother. Kanikataa leo asubuhi kaniambia sina hazi. Pisi naacha muuni. Sina hazi ya kuwa na Pisi naacha muuni. Nikataa bro. Ni kweli. Hebu awe sema tufanyaje sasa? Tumchekeche wote wanne ama? Tupige kazi. Tupige kazi. Masela, umenipigia mwanangu sasa yani shida. Sikuwa mbali nilikuwa. Sema nini mwanangu? Tuwekee mchoro hapo. Ndio jamaa. Sikia wewe. Sema kwa mweupe, mwanaume anakuwa mweupe. Wewe. Weka mchoro mjomba. Anaweza kazi? Kazi unaweza? Mimi naweza fresh tu mbona baridi. Kijua mchongo hakuna kutoka. Yaani wewe ukiingia utoka. Mjomba ukiingia kwenye dili uchomoki mjomba. Hiyo ni moja kwa moja yani. Hatutaki watu wanaolelewa kimayai hapa, sawa? Kwa sababu unajua wengine wanapata makopsi yani. Weka mchoro mjomba tuone hapo. Baadaye. Sawa? Wewe kazi yako sisi tunaingia katika huu mjengo, sawa? Hapa kuna mlango. Sawa? Sio unaelewa? Naelewa. Utasimama mazingira haya hapa. Usikia mjomba? Angalia maeneo haya, sawa? Sawa? Kwanza kwa mkaje zile. Usikia mjomba? Haja boost. Mpe mzinga piga hizo. Nitajaribu tu sio kujaribu. Sikia hii. Hapa tujaribu mjomba. Hapa tujaribu mwanaume ajaribu. Kazi sio kufanyaje? Piga. Sio kwa nasikia mjomba. Baadaye. Oya. Wewe na hapo mjomba. Huyu nyando inabidi kae hapa hivi kwa nani? Kwa sababu hapa watu wanaotoka huku hivi watafanyaje? Wanamuona huyu muuni inabidi kae kwa nani hapa hivi. Kwa hiyo wanangu kuna kopi anashtua huyu ndani. Au vipi? Hakika. Lakini namwamini. Au niga huyu babu. Huyu niga anamjua huyu. Tuangushe sana una nini? Mweupe sana huyu jamaa. Tutamkanda huyu akizingua na mudu huyu. Nyama tukutane hiyo mida. Sikia simu wewe. Foni? Simu huyu. Foni? Na simu wewe? Simu ninayo. Foni? Hewani. Mida ikifika tunashtuana sawa? Sawa? Haina noma babu. Kwa hakika. Acha mawenge babu, acha mawenge. Wewe Joshua. Oya. Dula, vipi? Shwari. Kama kawa fresh. Wangu mkuu, huwezi amini. Ulikuwa unaenda getoni kwako. Mbona mitaa gani mwanangu wewe mchochoro yani hata mimi mwenyewe naogopa. Vipi sikuelewi? Shwari, sasa mlaini sana. Mlaini wapi mwanangu? Chuo yenyewe siku hizi utokei. Ndo kama hivyo yani au ushaanza mambo yetu yale. Mambo gani? Basi sikuelewi. Unajua mimi naishi ninakotaka. Mimi si ni mtu mzima bwana. Amna unajua nini Dula? Unanipangia hapa kupita hapa cha kufanya unipangia. Sikiliza. Unajua nini Dula? Wewe mwanangu sana. Yaani tumetoka kijiji hicho kimoja. We mwenyewe unakumbuka maisha yetu tulikotokea. Si unaelewa? Bi mkubwa wako kipindi unaondoka hivi unakumbuka? Mama analia yule anakuaga nini? Anakuelekeza au ushasahau maana yani ushapata watoto wazuri, maisha fulani hivi amenyooka unaanza kusahau. Mangu sio hivyo. We kumbuka wapi umetoka, hapo umekuja kufanya nini na ni wapi unaelekea. Kine. Maradole mira. Kekela jinko chama haraji. Sana wana Mambo. Mahelo loka. Ya lorangu naacha kwa shule. Lorangu mani. Kwa masomo. Kenalo malo otone kala no iku. Umayo. Nale kakashika kato wangu mimi naleta kwa shule. Kwa shule na nayo.
Ulotofunga nushoka. Mama ni wetu. Na kalelo ngalo msaroto. Towe tamba tiago akuguna lo baraka yago cha. Mwanangu, safari ndio tayari? Mama, sasa mimi ndio niwaache sasa niende. Ukasome mwanangu, kama nilivyokuambia. Ona tunavyohangaika na mdogo wako hapa. Wewe ukienda huko ndio utamkomboa. Ni mtoto mdogo, zingatia nilichokushauri mwanangu, sawa? Sawa mama. Naomba mwanangu. Naomba sana. Hayo tuacha nayo si sawa. Najua mama. Nakuomba mwanangu, wewe ndio utatusaidia. Kumbuka ukifika chuo usome, usiangalie wasichana. Wasichana wapo hata huko kijijini na waacha wengi sana mwanangu. Nakuomba. Nakuomba mwanangu. Hebu atuli hata nyama, tunakula mboga za majani. Sawa mama, sawa mama. Haina shida. Mimi nitaenda kusoma kabisa. Mungu akutangulie. Amina. Mungu akutangulie. Mungu akutangulie. Haya. Amanzu naye. Sawa. Ajo nene lulu. Sawa. Wewe nankangoa yoko shoka mwikwa. Sawa. Umarobele byoko kejoko yote. Sawa. Umenielewa? Kama vipi? Ndio hivyo Dula. Wewe chochola, mimi nimekusikia. Chanja. Ndio hivyo Dula. Lakini kumbuka mwanangu, asiyefuzwa na mamae ufuzwa na ulimwengu. Chanja. Na ulimwengu wenyewe mwanangu ndo hao unaopishana nao na shirikiana nao kwenye kila kitu. Lakini Dula, ujana maji ya moto mwanangu. Chochola mwanangu. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Chochola. Kwa Dula ndo hivyo. Mimi naondoka, lakini mwanangu mchuma janga ula na wakwao. Kila siku nakukumbusha Dula. Lazima ubadilike, ueleweke. Babu chola basi. Kipindi uje chuo uingie mwanangu. Sasa hichi kisenga haribu mudi za watu asubuhi. Go Pop Beats. Bwana hapa nyumbani. Asante mjomba. Za siku nyingi lakini. Nzuri mjomba. Sawa, wakati tunasubiri matokeo, ngoja na mimi niwe naangalia upate kazi. Wewe ukaja kwa mjomba ukakaa, yani kai bora, kwa hiyo siwaze kabisa hapo. Unajua mjomba ni mama. Mjomba ni mama, kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi kabisa. Mwanangu vipi? Wow! Mama, jambo. Za siku. Jamani, karibu sana. Jamani. Mume wangu, umemleta Dula. Jamani, karibu. Basi sasa Janeta amekula lakini. Amekula ameshiba. Sasa dada yake. Unaona, ndugu yako amekula sasa hivi. Amekula ameshauri. Aje mama. Pole. Sawa sawa. Usijali. Tunakutana tena. Na siku maji. Vipi mmevamiana? Tutukautaka. Oya mwenyewe vipi? Hapo penyewe shega. Awe. Kautaka mwenyewe. Karibu. Asante. Kaka. Naam. Chai tayari. Asante, hebu njoo kwanza. Unajua tunaonana tu hapa lakini njoo. Kama siku zetu tulikuwa karibu kaa. Tulikuwa tunasoma wote. Lakini nashangaa kuja hapa kwa wangu na kukuta. Ilikuwaje? Acha tu rafiki yangu. Mambo yalikuwa mengi. Mimi unajua nilifukuzwa shule na nyumbani kwetu maisha magumu pale, aliniambia nikazane, nisije nikafanya ujinga. Sasa mimi kule nyumbani nilishindwa kabisa kurudi. Na pia nyumbani sijaeleza chochote, ninaanza tu jinsi ya kueleza. Ila Mungu si athmani, nikaja kutafuta kazi, nikapata kazi hapo kwa mjomba hapa. Niliongea na shangazi akanisaidia. Ndio hivyo nikaja kupata kazi hapa. Ndio tukakutana tena. Sasa sikia, mimi nikupange sana. Sababu kwanza huwa nakuona tu nini mikato. Mimi hapa kwa mjomba, umesikia? Na mjomba ni mama. Unaelewa? Naelewa. Alafu mimi mama yangu akiongea kitu chochote kwa angu anapiga sana.
Sasa hivi nimekuja hapa nataka nifanyie mchongo wa kazi kwenye kampuni lake hilo la ulinzi, sijui masuala namna gani. Kwa mimi nikiingia pale, mimi ndo ninakuwa kontari, mimi ninakuwa manager pale nini masuala yote. Sasa sikia, sawa? Mimi hapo wewe nikubalie, sawa? Ili mimi nikiingia pale kazini kwangu, nachimbua tuenda kuanza maisha yetu. Umeelewa? Mimi nikubalie uje wewe mpenzi wangu, sawa? Sio tu kwa mpenzi wangu unakuja kuwa ni mke wangu. Wewe sio wakushosha kwa yani ile kampuni yangu. Umeelewa? Ile mimi ndio itakuwa mikononi mwetu. Sasa ikiwa mikononi mwetu, ninakuchukua nini tuenda kuanza maisha yetu. Sio wakushosha vyombo. Anko, mjomba. Vipi tena? Wewe mtoka? Nenda kaendelea na shughuli zako. Anko vipi? Baba wewe. Za toka jana. Nzuri tu hapo. Sawa. Sasa ila anko umeanza mapema mwanangu. Saizi tu. Hamna. Changamoto nini? Hamna changamoto. Basi haina shida. Sema nimekuja kukupa taarifa moja. Kwenye lile kampuni nilikwambia kwamba kutakuwa na interview. Kwa hiyo nimekuja kukuambia ujiandae. Tunaondoka kwenda kwenye interview. Kwa hiyo ninachokuomba zingatia, fanya maandalizi yote ili tuweze kuweka mambo sawa tuondoke. Sio unanielewa? Kwa hiyo tulia, wewe unaanza ukorofi mapema, au sio? Mimi bwana sina shida. Haina shida mwanangu. Wazima. Kwa jina naitwa Agati Adala Asmani, ndiye msaidizi wa mkuu katika kitengo hiki. Na imani wote mmekuja kwa ajili ya interview yetu ya pili. Samahani kaka, naomba nisikilize. Na imani wote mmekuja kwa ajili ya interview yetu ya pili kama majibu yalivyotoka jana. Na imani wote mliqualify, ndio maana mko hapa. Utaratibu tutakao kuingia kwenye interview yetu, atakayekuwa anatoka atakuwa anamuita namba 2. Na mimi nimekaa kwa namba, si ndio yaani sijisikie vibaya maana sisi tuliwekwa kama yeye. Karibuni sana Pendeza bwana wewe. Welcome. Salamu alaykum. Kwa samani, manager ndo anapiga, alikupa taarifa zake. Nimeamka asubuhi, nilipoingia kwenye email yake kama amenitumia, kwa hiyo taarifa zake nimezipata. Umeshapata chai wapi? Sasa unajua na familia, kwa hiyo lazima ijidai. Sawa bwana. Haya basi, karibu ofisini. Kuna kazi yetu leo ya kufanya interview. Hao wako ambao majina yao hapo ndo waliopatikana hivi. Samahani, ni kuhusiana na ile taarifa nilikutumia jana hao wanne ndio boss tunaendelea nao. Lakini wale wengine wamekosa vigezo vya kuendelea na interview. Kaka, njoo. Dada vipi bwana? Safi bwana, vipi? Kana, fahamu hivi? Kama tumeonana kule ndani kwenye interview wewe. Ndio wewe ulikuwa kwanza. Okay, vipi lakini majibu? Aise. Bwana. Umekosa nini? Majibu ya sasa hivi. Acha tu. Sijapita. Yaani mimi nafikiria kwamba hizi kazi zitakuwaje. Kwa sababu huku nimeanza kufuatilia kwenye email, kutoka tumeanza kuitwa kwenye nani. Yaani vyote vinaonyesha kabisa kwamba mimi nimefuzu. Ila yule boss ana mambo ya ajabu. Anasema nini? Yaani anaonekana anapenda sana amani. Yaani anataka ulipize vile keshi. Anakutaka. Haya, angalia sasa mimi. Hakuna sema mbona dosari. Kazi sijapata. Sema anataka sana kufanya connection. Yaani ila hivi. Unaelekea wapi? Ndio nazama hapa hivi gengeni hapa. Unataka uende nyumbani? Nilikuwa nimalizia hapa jinsi angalau nipoze. Maana nilikuwa na stress na mawazo nijua napata kazi. Yaani maisha ishakuwa magumu. Bwana mimi nikaona nikuite ili hata angalau nikusalimie maana nimeona kama tuko pamoja. Swazi. Karibu.
kweli unaweza kuongea na bosi wako hata hujamsalimia unafika tunaonana toka jana. Samahani bosi wangu. Samahani. Karibu. Yaani kuna kitu kimenishtua bosi. Na nimeingia kwenye email ya ajira ya chuo. Nimeingia kwenye website ya ajira ya chuo. Ndio niliyokutumia. Ya, niliangalia email lakini nimeingia pia kwenye website. Nashangaa somebody huyu Naima. Amewezaje kupita bosi wangu? Amepita ndio, kwani kuna changamoto gani? Kwenye written boss alipata 2. 2. Tizama hiyo correlation. Alipata 2 kwenye written, mwenzake amepata 89. Kwa hiyo mimi mwenzake nilivyoona matokeo yake ya all kapata 89. Sasa inaweza alipata 77. Inawezekanaje boss? Kwa hiyo unakuja kunipinga? Boss sikupingi. Yaani naomba samahani boss wangu. Yaani lakini boss tunajua kwamba sisi tumekubaliana kwamba tutafute watu ambao wana weledi mkubwa. Inawezekanaje boss wangu? Hao ni uliowaona nimewaweka ndio wana weledi wa kuweza kuendesha kampuni yetu. Sasa unapingana na mimi? Sikupingi boss wangu. Changamoto ni nini sasa? Mimi nimetoa matokeo alafu nakuja kucrash. Nimeshakwambia watumie email waje wafanye kazi. Hamna maelezo mengine. Hakuna maelezo mengine. Tuma email waje wafanye kazi. Lakini bosi nini? Bosi nini? Sikuingili lakini sasa changamoto nimekwambia tuma email. Fanya haraka bwana. Tunapoteza muda. Tupate nguvu kazi mpya. Fanya haraka bwana. Nimetuma email lakini nimemtumia yule. Kwa hiyo hutaki kuwatumia. Kama hutaki kuwatumia basi karatasi hapa, acha kazi. Tutapata nguvu kazi nyingine. Ndio inawezekana kwa sababu si hutaki kutuma email kwa hao wafanyakazi. Sasa tutaendelea kutafuta wafanyakazi mpaka lini? Wafanyakazi wamepatikana, halafu hutaki kuwatumia email. Tutafanyaje? Tufanye nini bosi nini? Si ndio tunachokitaka? Tuma email. Andika hapa, andika. Maana inaonekana wewe hutaki kufanya kazi. Kalamu hii hapa, sign hapa. Uzuri na barua tushaandaa, mfanyakazi anayeleta kuzingua kupingana na bosi anachukua sign. Sign muondoke, uache na mali za ofisi. Fanya haraka. Na kumbuka na ile gari ya ofisi. Kumbuka kuiacha. Watapewa ambao wanafaa. Hakuna haki. Haki gani? Haki nimekwambia utume email hutaki. Kuwapitisha wafanyakazi wenzako hutaki. Wewe unataka wao wakali wapi? Fanya haraka basi, sign hapa uondoke. Sign bana. Fanya haraka unapoteza muda. Kumbuka nina kazi nyingi za kiofisi hapa nishatumia email kwenda kwenye mkutano. Fanya haraka bwana, nachelewa. Nachelewa kwenda kwenye mkutano. Fanya. Andika barua, andika sign hapo. Sign hapo. Safi. Kwa hiyo kuanzia leo mali zote za ofisi acha na hii kompyuta hapa ya ofisi mama. Kwa hiyo tembea zao. Unachukua na dokumenti zote kabla hujaondoka. Itatakiwa niende kwenye ofisi zako nizihamishe. Kwa sababu unaweza kaenda kuvunjisha siri za hicho. Fanya haraka. Wafanya kazi au apende zao wafanyikazi. Email zinapita, hutaki kutuma. Kwa hiyo tukusaidieni. Si unapenda kulima, nenda kalime huko kwenu si wapi huko. Baba, kafanye kazi huko. Mungu wangu. Wewe umeenda kwa nyakati. Tunatoka vizuri nyumbani, tunafanya interview afu tunakuja kuajiriwa. Kama ile fanya haraka bwana. Sasa hapa sio sehemu ya kulipa. Toka. Fanya haraka. Unajua sasa hizi tupo ni watu wazima. Hatuwezi tukajua future yetu inaweza ikawaje. Ila naomba kwa sababu sasa hizi tupo kazini, tuwe na mapenzi ya serious, tuache utoto ambao tulikuwa tunafanya huko nyuma. Unaelewa? Ndio hivyo tunakuomba hivyo tuishi. Basi. Dula, mjomba. Wewe Dula, huyu ni mjomba wako? Mjomba wangu huyo. Basi, Dula ni mjomba wako? Dula, shida nini? Na kuona wafanyakazi wangu wa ofisini, shida nini? Mnafanya nini? Hapana bosi. Hapana nini? Huyu ni mke wangu bosi. Huyu ni mke wako? Nai, huyu ni mume wako? Dula, unaleta ujinga kwenye familia yangu? Ama kweli nimekumbuka msemo unaosema kwamba mcheza kwao hatunzwi. Kwa sababu singenifanyia ufedhuli kama huu. Nai, unakumbuka interview ilivyofanyika wewe ulipata ufaulu kiasi gani?
Ndio boss, nakumbuka. Unakumbuka? Ndio. Sasa hapa unafanya nini? Ama ni ujinga gani uliokuja kufanya hapa na mwanangu? Hapana boss, mimi sikujua hivyo. Sikujua kabisa. Karibu. Asante shikamoo. Marhaba. Karibu sana. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Nai. Unaitwa nani? Nai, una uzoefu na hii kazi uliyoomba? Of course, no safe. Toto. Basi sawa, sasa unaweza kunitajia aina mbili za CCTV camera? Hapo hizo sizijui. Usijui. Aha, sasa okay, sio kesi. Lakini kwa ninavyokuona haina haja ya kujibu maswali hayo yote, sinajua. Mtoto, sasa bwana hapa kazi umepata. Unajua mimi ndio boss. Tabasamu basi. Bwana kazi umepata, lakini sasa hiyo kazi umepata kwa kigezo kimoja tu. Unahitaji kutoka na mimi ndio upate hii kazi, kwa sababu na wewe tayari ushaona nimeuliza maswali umefeli. Kwa hiyo upo tayari uharibu maisha yako kwa kukosa kazi kwa sababu ya kukataa kutoka na mimi. Hakuna hiyo sababu, kwa hiyo naomba tutoke then unapata kazi. Sawa, haina shida. Maana mimi mwenyewe nimesumbuka sana. Wow, umesumbuka sana mtaani. Ndio. Umeona mtaani pale pagumu Pagumu sana. Kwa hiyo toa upate. Nitapata tu. Kama mwenyewe nitatoa so shida zangu. Wow. Mtoto mashallah, Mungu kakujalia. Na nimefurahi sana kukutanishwa na wewe. Unajua? Ofisi yangu ilikuwa imepeleza mtu mmoja tu. Kwanza basi sawa, naomba unipatie namba yako ya simu. Sawa. Ndio. Taja. Sasa kwa hiyo taja, andika mwenyewe bwana. Sawa. Yeah. Yeah, basi sawa, mimi nitakupigia nikupe mrejesho, afu nitakupigia tuweze. Unajua? Sawa, haina shida. Basi sawa. Sasa hebu sikia. Dula na mtu wako. Sitaki kuwaona kuanzia leo. Sitaki kuwaona kazi yangu. Na kingine, hebu nisikilize. Na kingine, sitaki kuwaona hata nyumbani kwangu. Beba vitu vyako, ondoka. Na wewe sitaki kuwaona ofisini. Mjomba nini? Hapa tunakula mandazi, kijijini Magimbi mjomba. Alafu na wewe Dula, kwani ni mwanaume gani wewe unagundu kabisa? Ulikuwa tunaniharibia maisha yangu, ona sasa kazi yangu imebakia hivyo. Au nadhani mimi nitaishije? Mtu mwenyewe hauna hata hela, mshenzi kabisa. Na kuacha endelea, alafu na nakulani unaenda huko kwenu kijijini, mshenzi wewe. Ila mpenzi ana shida nimezoea manga nyumeni machipsi kijijini Bishembe, Magimbi, viazi. Jo. Wewe njoo. Jo Dula. Naitwa Dula, njoo. Fresh bana. Mpaka nakukumbuka hivi. Ndio, si yule dogo mlinipaga mchongo pale, afu nikawa na wacheki, tumemaliza mchongo amnitoi hata 100 nini. Ulizingua, ulikuwa mlimbwende mno. Sikia, umechoka hivyo vipi tena mtaani hapa? Nini shida? Ni kwani chuo kumaliza au? Chuo nilimaliza mwanangu, nikaajiliwa kabisa. Kaajiliwa na dem fulani hivi anaitwa Nai. Nani? Nai mlikuwa wapi huyo? Tulikuwa tunasoma naye pale, mweupe hivi mzuri. Chuoni kwenu? Ana nywele anasuka hivi. Acha masiala. Tukaajiliwa naye mwanangu, anakuambia ndo yeye ndo sababu nateseka hapa, sina yani pa kwenda wala nini. Ikaaje yani mmeajiliwa alafu ikaaje? Yani ulikuwa unatoka naye au? Mimi nilikuwa natoka naye toka tupo chuo. Acha masiala. Sasa yani tumeajiliwa, tumefika pale tulipoajiliwa, mimi mjomba ndio manager, yani mjomba wangu. Sasa tulipokutana tena pale tukaendelea na mahusiano yetu. Ndio. Kumbe Nai mwanangu mjomba anabamiza. Acha masiala. Kwa kawa anatoka na bosi yani. Na mimi vile yani. Kumbe bosi ambaye ni mjomba wangu mimi ameshawaka.
yani amewaka, ujui. Yani aoza tayari au? Yani ana virusi vya ukimwi yani. Kwa umepewa ukimwi. Yani nakwambia hapa. Yani na umepewa ukimwi kule kwa mjomba, kazini au mkiwa shuleni au yani naye ameathirika naye au? Yani kwa mjomba wote mmeathirika. Yani inavyoonekana tumetolea kwa mjomba kwa sababu mimi nimemaliza chuo niko msafi. Mungu mkubwa. Mungu mkubwa nini tena brother? Nilitoka naye yule demu yule. Sasa kama mpata kwa mjomba mimi sishapoa tayari. Kwa sasa maisha yako yapoje? Mimi brother nataka nisaidie tu hata nauli tu nirudi tu nyumbani kule. Sikia bwana mdogo mimi nikwambie kitu. Wanasema sio kila ambaye afunzwi na mama yake ulimwengu utamfunza. Sometimes maisha tu ndo atakufunza. Unajua kuna ulimwengu na maisha. Kwa hiyo ukaambiwa soma, wewe sijui ukipata kazi, wewe unatoka na wadada wa kazi. Unajua kazi ulikuwa unapata pataje? Unatoka na wadada, afu ulikuwa ulienda kwa mjomba wako wewe? Pale kwa mjomba. Kwa ukaenda naye. Naye alienda kivyake ila tulikutana kazini tumepata kazi. Sasa umeona sasa mwenzako alikujulikana hata kama ana virusi vya ukimwi mwanamke anuki. Mwanamke anuki bro. Kwa huyu hata kama ana virusi vya ukimwi anaweza akasurvive fresh tu. Vipi sasa kuhusu wewe? Na mimi nakusaidiaje? Tuingie kwenye kazi zile? Hapana. Asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu. Wewe hata maisha yamekufunza. Sawa? Sasa unajua bwana Dula, hapo sio mwisho wa maisha. Maisha bado unayo. Unasikia? Kuna waoni wengi sana, vijana wengi, watu wengi sana wana maambukizi ya ukimwi, lakini wanaishi. Wanazingatia yale madawa, sijui anaitwa nini sijui. Anazingatia ARV, umeona? Wanazingatia clinic. Alafu sasa ili uonekane mtu mwema, punguza pia masuala ya malaya. Usiwaambukize wenzako. Usije ukawa unapata dhambi za ajabu ukiwa unaambukiza watu nini? Ukiwa unaambukiza watu hiyo homa. Tumia madawa, fanya mazoezi, umeona? Utakuwa sawa, umeona? Nenda clinic kila siku, hospitali zipo wazi, kula vizuri, fanya mazoezi. Kama una jeto una kazi, fanya kazi, maisha yanaenda. Huo sio mwisho wa maisha. Utamkuta tena kuna mtu mwingine amekupenda, basi unaishi naye unapanga naye maisha. Punguza umalaya. Umeona? Punguza umalaya. Alafu vijana nyinyi tumieni kondomu. Kondomu zipo nyingi sana. Mbona hivyo? Mbona mnapata maambukizi hivi? Umeona? Iwe funzo basi kwako. Siku zote wanasema mchuma janga ula na kwao. Ila mwanangu hapo umeakanyaga, unapiga peke yako. Kula peke yako. Pambana. Sema nini? Utaishi. Nyama mwanangu. Sina budi hapa nishapata. Kikubwa nizingatie ushauri wa rafiki yangu. Nihudhurie kliniki. Nimuombe sana Mungu. Lakini nitakuwa ambassador wa kwanza kuwashauri vijana wenzangu wawe na mahusiano sahihi. Wasiwe na mahusiano mengi. Wajilinde, watumie kinga. Nimeshindwa kumsikiliza mama yangu ushauri wake alionipa. Nimeshindwa kumsikiliza rafiki yangu Joshua. Leo nimeingia katika kundi la vijana wasiokuwa na maadili. Nimepractice tabia za ajabu na leo yamenikuta haya. Ama kweli daraja la ujana lina mengi ya kujifunza na kuyaepuka.